watu hufa usingizini, watu hutolewa roho huku wamelala. Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Hiyo ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi roho hizi, nafsi zetu hizi, tunapokwenda kulala, kuna mambo makubwa yanahitaji maandalizi, kwa sababu huenda tukalala tusiamke tena, asubuhi yetu ikawa yauma yunfakhu fi ssuri fatatuna afwaja wa futihati ssamau fakanat abwaba wa suyirati ljibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina maaban labithina fiha ahqaba. Huenda tukaamka tusiamke mpaka siku hiyo. Huenda usiku wetu ambao tunalala, alfajiri yake ikawa siku ya Kiyama. Nikisema hivi simtishi mtu, ila namwandaa mtu ajue kwamba wakati anakwenda zake kulala kuna ibada kubwa anatakiwa aifanye, na ahudhurishe mbele yake kwamba nakwenda kwenye kifo kidogo, huenda kikaungana na kifo kikubwa, nisiamke tena baada ya kulala huku. Kwani wewe unajua yanayotendeka baada ya wewe kuingia kitandani ukalala? Unafahamu? Hata wale wezi walikuja wakavunja wakaingia wakaiba, wewe umelala fofofo, unawatambua? Unaelewa uko wapi? Uko katika kifo. Sasa andaa mazingira ya kulala kwako kuwe katika hali nzuri. Usiwe kama yule mtu ambaye amekwenda kulala hakuamka hata kutekeleza ibada ya faradhi, achilia mbali sunna za tahajjud na qiyamul layl. Fadhaka rajulun bala shaitanu fi udhunayhi. Mtu aina hii ambaye amelala bila kuamka kufanya mambo mengine ya muhimu ni sawa na ni mtu ambaye shetani anakojoa katika masikio yake. Mtume akifanya nini wakati anakwenda zake kulala? Tumuulize mama wa Waislamu, Mama Aisha, ambaye alikuwa akilala akiamka naye, atupe baadhi ya mambo aliyoyaona kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadith sahih, Bibi Aisha anasema, kana Rasulullah idha awa ila madja'ihi jamaa baina kaffayhi thumma nafatha fihima wa qaraa fiha qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, thumma yamsahu bihima ما استطاع من جسده يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل